Hi, welcome back guys. Leo tuko na a very good content. Leo tunataka ku have some men talk. Tuongee kama men. Ndo kama wewe ni girl understand the male nature, kama wewe ni boy understand the female nature. Leo tuko na boys wangu hapa. Atawaambia jina yake so we can start it from there. Tupia jina lako mzee. Yeah. It's Mogambi hapo kwa Facebook na pale TikTok hadi YouTube bado. Then subscribe to my channel. Yeah. Small talk. Ni kidogo kama wanaume bwana, tuone ni aje. So leo tunataka kuanza na nini? Tunataka kuanza na vitu zenye zio change boys zinawafanya wakuwe men. Kuna zile vitu zio hapa mzee, unajipata umekuwa nini? Yeah. Zinakupata umeacha kuwa kijana. Nakuwa sasa man. Unaweza kuuliza ni kama man. Kitu ya kwanza najua ngaya kuanga hiyo shit ni heartbreak. Heartbreak. Inataka stroke ya heartbreak na mrembo. Atamwambia heartbreak. Wastani wanaomko mevia. Heartbreak inafanyanga kijana ana change complete, anakuwa mwanaume. Mimi heartbreak ya kwanza to be honest ni change. Yeah. Kutoka hiyo time nianza kuchukulia vitu nikuwa open minded. Before nilikuwa na chukulia vitu nilikuwa na shallow mind. Nilikuwa na trust wasichana kama fala. Una trust like unapata umeweka full potential hapo. Love yote yani unaona vitu ni gani. Mambo yendi hivyo. Kwa hapo unaweza kuchukulia vitu. Unaweza kuchukulia vitu zikuwa very serious. Kitu ngine ina change mtu kwa kureason kama boy. Unaanza kureason kama man ni ukipitia hardship. Unapata pengine pressure ni wazazi una do good. So unataka uzazi everything upata hiyo pesa. Exactly. Yeah. Sasa unataka kwa kufikiria kama kijana. Unaanza kufikiria sasa kama man. Like kama unajipata kwa situation yenye unapitia mashida na hakuna mtu anaweza kuokoa. Ni kama tuseme umeenda mahali watu wakujui. Na you are suffering. Totally. Definitely you have to be a man. You know, survive out of that. So shida pia una change vile mtu hufikiria. Sio change vile mtu hufikiria. Hadi pain uchungu. Unaweza fikiria uchungu mwingine kwa na si lazima ikuwe age. Asi lazima Not age. Not about age. Shida zako zinaweza fanya ukuwe mana. Unapitia shida zingine bana uone. Hii nisipojitoa hapa ataishi hapa. Una dig hadi unapata hadi una reason hadi unafind a way. So baada ya uchungu ndio inafanya nini? Uchungu huwa inatoa mtu unaanza kufikiria out of the box whether you like it ama you don't. Unajipata tu ushaanza kufikiria nini. Na baadaye unajua kuna vitu wasichana wajua kuhusu boys. Kuna vitu like me who wish wasichana wangekuwa wanajua kuhusu maboys. Na ingekuwa inawasaidia sana. Like for example, kama unapenda dem, hunanga excuses. Yeah, huwezi kuwa na. Baadaye ni kijana nakupenda hananga excuses. Wewe boys wako kaza kukupe excuse. Wewe Yeah, nandakana. But at that moment when boy like everything is done about sawa. Uko willing to sacrifice ndio yako unampea. Kama ni time na attention iko sawa. Unampea yote. This the girl of my life. Hadi uko like kila kitu umempangia ni yeye. Unamwambia nini, if I have to choose between my life and saying I love you. Nasema I love you with my last breath. Na kuna kale ka uongo hiyo na oxygen. My everything ni uongo. Unajua baby mzee nilikuwa na msichana. Okay, that time nilikuwa na love genuinely. Msichana angeniambia nimke saa 8 usiku. Nini nikamsalimia. Natoka naenda kumsalimia. So baby wasichana mwanze kuelewa kijana kama anakupenda ananga excuses. Hata anaweza kufanya tu maybe mgongo ndio tu akumita ama mwanitendo. Kuna that hiyo utasema aje, lakini ile pressure bado ile
bado manhood iko inaingia. Bado I think ni kitu kingine pia wasichana wafaa wajue ni boys kupenda respect and everything. Respect. Well, to respect. Yenyewe kuna hiyo moment kwa wasichana kuna definitely na Alafu disrespect or something unapoteza hiyo hamu yake. Poteza tu hamu. Hakuna msichana tutakuwa mna date alafu mkidisrespect. Lakini akirespect hata kama unamtumia tu ngapi utafeel uko sawa. Lakini the moment disrespect wewe inaingia, I just upon on hilo kitu chokesha boys wengi. So but the girls ni zile tunawaambia. Hiyo tunawaambia things we wish you knew about men. Men wanapenda respect of everything. Yeah. If you show him that he is a man enough, imetosha. Hiyo story ni wewe tulia. So wacha kulialia hapo msichana atiboyoka kutumia pesa nini. No. Uje muonesha he is a man enough. Yeah, na kitu kingine like unaweza kill huyo mwanaume rahisi like umwambie ati comparison unamcompare na boy fulani ule boy ako na piki ama ule boy ako na gari ama I swear. Hiyo kitu wasichana nyinyi hiyo ni mbaya. Lakini I guess mademu wanakuwa mafala hata. Hakuna venye unaniambia sijui za fulani ako na smartphone ama ako na Camon 40 wewe uko na iPhone kadogo kale ka i14 unanicompare na ujui kenye ufanye uko na hiyo comparison na una kill hiyo msee unamkimbaya sana. Hakuna kitu bado msee uchukia kama kwa nini hiyo ni mtu anagao nini anakucompare na mtu mwingine hiyo kitu huwa inakumaliza completely. Itakumaliza like una compare yani hata anything small yani ile tu kitu kidogo mtu anakucompare hujafanya ama ule ako nayo wewe una hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Kuna mademu kwa ajinga unapata huyo msichana anakuja anakuambia ati babe unajua kina nani nawajua ati usikie baya deni wake ni nini kiatu. Sasa ashaanza kukuuliza lakini wewe na wewe hata ni umeni baya nini ushainda yani already ushakili hiyo msee kwa sababu boys labda hata alikuwa na lengo fulani ni venye hajakwambia wewe jameki na bado jambo tu umekuja tu na pops zako umebust maneno kuja hapo nini ulikuwa shida yenu nini kwa shida yenu by the way shida huko gani unataka kumanipulate hadi yule boy mwenye hadi hajashika alafu from a boy mtu anaanga ile do alafu unaanga ile pressure na purpose ya maisha kunanga so wale bado ni maboys ushapea hiyo wakae wakijua so msikompee hiyo kijana wako bana ako 12 years hata kumkompea na ama hata 70 hata 20 hata 20 kama 25 kama sisi unataka kumkompea afanye nini unamkompea kwa nini okay afu nini kuna vitu pia wasichana wanafaa understand. Unajua kuna vitu zenye boys huwa tunafind zikuwa very attractive lakini wasichana wanaanga zikuwa very weird. Okay, kama mimi nimesema napenda watu wakubwa. Lakini ukiambia mtu hivyo like boy find weird. Jumdem like I understand like mbona unapenda watu wakubwa kwani wengine wako na nini? So like there are some things that by they see what was find very attractive. Sijui mbona jua wasichana mnaona zikuwa weird. Nini yuko shida hili? Lakini on the other side like unapata kuna boy anapenda petite girls sana konde anapenda mafumbanya yani yako like anataka tese aonekane yani Harmonize ama Diamond shikilia hivi ya pressure bro chunga afu pia kuna searching for the test afu I guess kuna nini kuna ukiweza patana na demu anatumia akili hiyo kitu huwa very attractive yenyewe lakini wasichana we find weird wasichana wanataka akili si hawananga akili necessarily like kuna vile tu nini au uchezea kichini so ukipata demu mwenye akili yake iko juu kuna vile unabambika hiyo kitu unaona yenyewe like akili who explain everything make a move na nini
like anajua kile unafanya bila kumwambia. So hiyo kitu by the way kwa very attractive. Acha naambia wasichana, na mwache kusema ni weird. Wewe kama wewe una akili, wewe tafuta tu vitu za kufanya fanya. Tafuta vitu za kufanya fanya. Vitu za kufanya fanya ni nini? Si lazima ukue ati lazima mtu explain everything from scratch, no, watu muelewane. No, get your point. Yes. Yenyewe wasichana, wasichana saa ingine wako very funny. Ako emotion. Kwanza sana yenyewe wasichana mnafanigi na emotion sana. Hadi unafanya ule boy wako arana na hiyo emotion. Bado hata ni boy. Boy ndio Unafanya boy anakuwa kangeza. Kwa kangeza rahisi sana. Okay, but okay, mimi msichana hawezi kama msichana ni ngumu upate msichana anaweza fikiria kitu logical. Wataka tu like muulize na hizo emotions zao. Wataka ngi like mkuu logic. Acha tuambie wasichana sidi. Kuna vile unaweza jua boy ni matured. Like unaweza hivi unajua ngati boy ni matured. Tuseme nini? Ukitaka kujua boy ni matured ni before kuambia kitu kuna vile atakuwa anakuprotect vile utafeel akisema hiyo kitu. Yeah. I guess ni before hajaongea. Before kuambia kitu huwa anaifikiria. Yeah. Hisi kama that moment kwa boy. Unasema tu vitu bora. Boy unasema tu. Dema akisema unarudisha, akitoa unarudisha. Hiyo moment inakuanga una seek validation. Unataka attention. Unataka usikikana. Ule bazenga ule ndio kuna ule maji. Ndio. Pesa kuteka. After years, ukitaka kujua boy ni matured, apendi attention. Ama pia nasi akwe valid kwa mbogi ama valid kwa watu. As long as love ni not a love is a principle. Love si ati ni yenye ndio boy uko hapo umependa. Ni principle. Lakini ya uzo kali. Hiyo kitu kimfunzi. Hiyo ni principle, like ikaile tu you love it, you love doing this. Hiyo kitu sasa, hiyo principle umeiweka hapo, hiyo ndio inafaa. Lakini nyingine ati sijui na benzi lakini ndio kusikia sio baadhi wasichana ukipata kijana pendi attention, kijana haoperate na emotions. Huyu mtu mkiongea ana take time kukusikiza, like that is a matured man. Na ashachukua responsibility. Afu mtu ako responsible na vitu zake. Huyu ni mwanaume ako matured. So guys, tumeibia siri za kutosha. Boys, tumeibia siri za kutosha, na next pia tunarudi na story mingi. So guys, stay in touch, muendelee kusubscribe. Kabisa. Patana next time. Next time guys.